kuajiriwa na kujiajiri vyote ni sawa. Kitakacholeta utofauti kati ya kuajiriwa na kujiajiri ni akili yako mwenyewe. Unaweza ukawa umeajiriwa na kama akili yako ni nzuri, ukafanya maendeleo na ukaweza kujikimu maisha yako na kupiga hatua. Na unaweza ukawa umejiajiri mwenyewe, kama akili yako ni ndogo, unaweza pia ukawa mtumwa wa wateja wako, unaweza ukawa mtumwa wa watu, unaweza pia ukawa usiwe na maendeleo yoyote na ukawa uko chini na ukatumikishwa na watu walioajiriwa. Kikubwa ni akili, namna ya uendeshaji wa kile ulicho nacho. Ukiwa mwajiriwa, ukisimama vizuri katika ajira na akili yako ukaiweka vizuri, unaendelea na unakuwa na mafanikio makubwa tu. Na ukiwa mfanyabiashara, ukiwa umejiajiri mwenyewe, ukiwa na akili nzuri, pia utafanikiwa na utaweza kujikimu maisha yako na utaendelea. Kikubwa zaidi ni hapa gorofani kukoje? Wafanyabiashara wangapi tumeona wanadhalilika katika mitaa? Watu wangapi waliojiajiri tumeona wanaanguka na kwenda kuwakopa pesa walioajiriwa, na walioajiriwa ndio wanawakopesha. Wangapi tumewaona wanahangaika na kufunga biashara zao? Lakini pia wapo walioajiriwa tunaona wanadhalilika na kwenda kukopa kwa wafanyabiashara. Kwa hiyo hii kuonyeshe kwamba hakuna anastahili kudharauliwa kati ya mfanyabiashara ama mwajiriwa, isipokuwa akili ndicho kitu cha msingi sana cha kusimamia katika maisha yako ya kila siku. Wewe uliyeajiriwa, simama vizuri hapo ulipoajiriwa, wala usilalamike kusema ajira bwana ni utumwa. Unaweza kwenda kusimamia biashara zako ukawa mtumwa zaidi ya hapo ulipo sasa hivi, na ukajuta kwa nini uliacha kazi. Yaani kikubwa zaidi ni akili yako na namna ya kuendesha maisha yako na kudili na kile kipato unachokipata kwa wakati huo. Usije ukatumia zaidi ya kipato unachokipata. Hiyo ndio procedure ya muhimu sana katika maisha ya binadamu. Langu jina Mwalimu Daktari Profesa Ibrahim Beatus Nkwela. Amani ya Mungu iwe daima nawe.